Unaangalia Sadiki TV. Bismillah tabaraka wa taala, tutachukua maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anzilu nasa manazilahum, wekeni watu katika madaraja yao. Tumemuona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio mwalimu wa umma huu wetu, kila mmoja akimweka katika sehemu stahiki, na jambo hili liliweza kumfanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kupiga hatua kubwa sana katika sehemu ya da'wa yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini unapoweka watu katika sehemu zao na nafasi zao, linakupa fursa, ewe ndugu yangu mtazamaji, kuweza kujua kwamba wapi nilipo na wapi naelekea na njia gani natakiwa nifanye. Lakini ukikosa kuweka watu katika daraja zao, huyu fulani ni mkuu wa mkoa, tumuite kuwa mkuu wa mkoa; yule kuwa ni rais wa nchi, tumjue kama rais wa nchi; yule ni waziri mkuu, basi awe kuwa ni waziri mkuu; na yule awe ni mudiri au mkubwa wa TV, basi tumuite kuwa ni mkubwa wa TV. Anzili nasa manazilahum, washushe watu katika sehemu zao na vyeo vyao. Huyu hapa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule akijua kwamba Makuraishi wakati ule wa da'wa ya Makka walikuwa ni makafiri, kamwe hawakustahiki inaya, utazamaji na Uislamu. Lakini hakuthubutu hata siku moja sallallahu alaihi wasallam kuwaita watu katika majina ambayo sio mazuri. Daima aliweza kuwaita kina ammi zake, kina Abu Jahl, lakini bado alimuita kuwa ya ammi, ewe ammi yangu, ewe baba mdogo, ya aba fulani, ewe baba fulani, kuwafanya kwamba daima mtu ajisikie vizuri. Hapo basi ilimsaidia kuweza kuheshimika na hata wale ambao hawakuwa Waislamu wakati. Lakini twende tukaangalie kipindi cha Madina. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuma jeshi kamili kwenda katika nchi ya Tai wakati ule, ambao sasa hivi inafahamika kwamba yamo ndani ya mazingira ya nchi ya Saudi Arabia. Kule kuna mfalme alikuwa akiitwa Udi ibn Hatim. Udi ibn Hatim alikuwa ni mfalme wa Tai, babake pia alikuwa ni mfalme. Jeshi linafika katika nchi ile kwa maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana wafanye kuheshimu wanawake, lakini vile vile wawaheshimu na watoto wasije wakawaua. Udhi kusikia jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam linakuja, kwa sababu yeye alikuwa akifanya kazi wakati ule kama kiongozi wa dini ya Wakristo. Udhi akakimbia katika nchi ya Tai, akaenda nje kwenda kutafuta nusra kwa sehemu za nyinginezo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mateka walioletwa ni dada yake Udhi ibn Hatim, akamweka vizuri, akamheshimu, akampa nafasi, kwa kuwa ni dada ama ndugu wa kiongozi wa nchi ya Tai, pamoja ya kuwa yeye hakuwa Muislamu. Huyu hapa Udhi anakaa kule, anaona sikupewa na nafasi na watu wa dini yangu, anaona aje kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, ili aje ajaribu kuzungumza naye, waishi vizuri, yeye endelee kuwa mfalme katika nchi yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam awe ni mfalme katika nchi ya Madina. Udi ibn Hatim anatoka njia ndefu kuja zake Madina. Anafika Madina, alidhania kwamba atapokelewa na viboko, atapokelewa na makelele ya kupigwa, atapokelewa kwa kudharauliwa, atakanyagwa na viatu. Lakini bikhilafi dhalika, Udi ibn Hatim anapokelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam biwajhin bashush, kwa uso wenye bashasha na tabasam lililojaa tele katika uso wa Bwana sallam. Anampokea msikitini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo tayari masahaba ameshapiga kelele, ya Rasulullah, hadha Udi ibn Hatim. Lakini anampokea na kumweka msikitini. Anaondoka msikitini akiwa amemshika mkono mtu ambaye daima alikuwa anauchukia Uislamu, hampendi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mtu ambaye yuko nyuma ya dini yetu tukufu ya Uislamu. Lakini pamoja na hivyo, anzili nasa manazilahum, wekeni watu katika daraja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchukulia kama kiongozi wa Tai, akamshika mkono, wakaongozana kuelekea nyumbani kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama vile nawaona wakitembea. Udhi anasimulia, anasema
Nilijiangalia kimo changu nikamfananisha na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunalingana, vichwa vyetu viko sawa sawa. Nikasema huyu na mimi kimo vyetu vimerandana. Nikafikiria kuwa huyu ni kiongozi wa Madina na hali kadhalika mimi ni kiongozi wa Taif, kwa hiyo mimi na huyu tuko sawa. Lakini anasema pia nikafikiria kwamba huyu ni nabii au anafata dini miongoni mwa dini za samawi al-Islam, wa hal kadhalika na mimi nafata dini na niwakilisha dini ya sama ambayo ni dini ya Ukristo. Kwa mimi na huyu hatuna tofauti. Anasema wakati tukitembea kwenda nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghafla kuna mwanamke mmoja anatoka Iraq anamuita, ya Rasulullah, na shida na wewe. Anasema Mtume Muhammad anaachia mkono wangu, anamkimbilia yule mwanamama, anakwenda kwa yule mwanamke, kufika kule anazungumza naye, mwishoni anarudi, tunaongoza tena. Anasema nikaanza kuingia kitu katika moyo, kweli huyu ni mfalme na mimi ni mfalme, lakini kwa tabia aliyoifanya ya kuitwa na raia, tena mwanamke wa kawaida asiyekuwa na hadhi wala cheo wala si malkia wala nini, lakini kadhalika ameniacha mimi akaenda kumsikiliza. Tabia hii ni tabia ya kinabii, tabia hii kamwe si tabia ya wafalme. Anasema tukaondoka tena, ghafla akaja mwingine akazungumza naye akishtakia umaskini, ufukara na nini. Tukatoka tukakutana na mwingine akimwelezea mambo mbalimbali, mpaka tukaenda tukafika nyumbani kwake sallallahu alaihi wasallam. Kitu kingine anasema nilichojifunza, tulipofika nyumbani kwake nikakuta ana mto mmoja tu. Akachukua mto ule ili hali anajua mimi si Muislamu, akachukua mto ule anajua mimi namchukia, akanikabidhi ili nikalie ihtiraman, kwa kunitukuza mimi ni nani, ajue kuwa namchukia, ajue kuwa nachukia dini yake, anajua kuna kitu gani. Lakini wakati wote huu yatabassam sallallahu alaihi wasallam, uso wa Mtume ni bashush, anatabassam, anamfurahikia mgeni wake. Alipomkalisha, nasema nikakataa ule mto, akanyana, mimi ni mgeni wangu, mpaka mwishoni nikakubali mto, nikaeka chini nikakalia sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kutulizana, ndipo akaanza kunilingania dini tukufu ya Uislamu. Akanambia, ya Adi, ya Udi, silimu utasalimika ndugu yangu, silimu utasalimika. Mwishoni nikamwambia mimi nina dini yangu. Akanambia najua dini yako ni kadha, madhehebu yako ni kadha, najua. Anasema katika kunizungumzia kuna vitu fulani viliniingia katika moyo wangu. Mwishoni nikamwambia ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, anzilin nasa manazilahum, eka mtu katika daraja yake. Tabia leo hii imeweza kupotea katika mioyo yetu. Ni wangapi wasiowaona wale ambao daima walikuwa wanawatukana viongozi mbalimbali? Ni nchi tunazozitambua si nchi za Kiislamu, lakini zina viongozi ambao wamewafanya watu Waislamu na wasiokuwa Waislamu kuweza kukaa vizuri, kupendana, kuishi katika maisha yao vizuri. Basi humtambui katika hali hii, bali hata tunapotaka kuwafikishia ujumbe wa Allah tabarak wa taala, mimi na wewe ndo wale tunaosimama katika viriri mbalimbali tukiwatusi fulani ni kafiri, fulani ni mnafiki, fulani ni khawariji, fulani ni nini, katika lafdhi ambazo hakutufundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Matusi haya, leo umemuita kafiri, hivi kesho anaweza kukubali dawa yako? Leo umemtusi, kweli utamshawishi kama dini yako haikubali matusi? La, milele hatuwezi kuwabadili. Tujifunze kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuweka watu katika daraja zao. Yule pale ni kiongozi, anapokosea tuna njia zake za kumnasihi. Mwandikie barua, nenda ofisini kwake, tafuta mawaziri wake, tafuta wabunge, wamfikishie kile mnachoona kuwa ni dhulma anachowafanyia kiongozi. Yule pale ni mzazi wa fulani, unapopiga makelele. Yule pale ni shekhe, amekubalika na watu, awe ni shekhe wa madhehebu nyinginezo, mitazamo tofauti, lakini ana watu nyuma yake wanaomkubali. Kwa nini ndugu yangu usitumia muda huu mzuri kumfikia kwa adabu na heshima na kwenda kuzungumza naye juu ya masala ya Mwenyezi Mungu? Tuweke watu katika madaraja yao,
daima mimi na wewe tutaweza kusalimika. Lakini tukikosa kuweka watu katika madaraja yao, siku zote tutakosa kufikia. Sadiki TV, manhaj ya Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafi wa umma.